Vile ulivyo leo ni matokeo ya jana. Kila utakacho kiwaza leo ndio itakao determine kesho yako. Ukiwaza vibaya, tambua kwamba utakuwa na kesho ambayo ni mbaya. Lakini ukiwaza vizuri, utakuwa na kesho iliyo nzuri. Kwa mara zote unapaswa kuwa makini na kile unachokiwaza kuelekea kesho yako. Na kwa ushauri tu ni kwamba unapaswa kuwaza positively. Waza chanya ili kwamba uwe na kesho iliyo nzuri. Ukiwaza tofauti au ukiwaza hasi, tambua kwamba kesho yako itakuwa ni kesho yenye hasi nyingi. Nikutakie baraka za Mungu wakati unaanza vyema. Amen. Pamoja na mawazo mazuri ambayo utakuwa nayo, nataka pia ujue kwamba chochote unachokiona katika maisha ya kawaida yameanzia katika ulimwengu wa roho. Kwa chochote unachokiona imeanzia katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana unapaswa kuwaza vizuri. Unapotamka, chochote unachotamka kinaumbika katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana unaambiwa kwamba ulivyo leo ni maamuzi yako ya jana. Maana yake ni kwamba uliamua nini na ulimwengu wa roho ulipokea kitu gani. Ndio maana ukisoma Biblia katika waraka wa Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, utakuta neno unasema kwamba mpenzi ubarikiwe kama roho wako ibarikiwavyo. Maana yake ni kwamba katika ulimwengu wa roho ukibarikiwa ndivyo utakavyobarikiwa katika ulimwengu wa damu na nyama. Mungu akubariki. Ushindi wako inaanzia katika ulimwengu wa roho. Hamna ushindi unaoanzia katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo usipopambana, usipopambana katika ulimwengu wa roho kushinda, ni ngumu kushinda katika ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa nyama. Kwa nini? Kwa sababu chochote unachokiona kinaamriwa katika ulimwengu wa roho. Is so spiritual. Kila kitu unachokiona ni roho. Kwa ushindi unaanzia katika ulimwengu wa roho. Alafu ndio inakuja katika ulimwengu wa damu na nyama. Na ndio maana mara zote lazima uhakikishe kwamba unashinda katika ulimwengu wa roho, ili kwamba ushindi huo uweze kudhihirika katika ulimwengu wa nyama. Nikuombe uwaze vizuri, mapambano yako utashinda. Mungu akubariki.